Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. My name is Bishop Dr. Wilson Kimani of Grace Oasis of Life International, both USA and Kenya. Today I want to speak the word of God from the book of Matthew chapter number 7. My message is entitled, Do Not Judge. This word I'm going to speak was spoken by Jesus Christ to the multitude, to the listeners, to his disciples, and to the people who are following him. Na hapa neno la Bwana linasema, Yesu akasema, msihukumu, msije mkahukumiwa na hukumu hiyo. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoa kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? These words were spoken by the Lord Jesus Christ because he had discovered that there was a problem. People were very judgmental. You mean judgment has not just begun. It is an old thing. You can imagine over 2,000 years ago, Jesus Christ addressing the gathering about judging. And Jesus told them, do not judge, because the measure that you measure to others, the same measure shall be measured unto you. That means he was not happy with the people who were judging others. That means he was not contented with the people who judge others. If he was not happy, he's not even happy today because of many people who have turned to be judges in this world. People in the church who are judging others. People in the congregation who are judging others. Kwa vikundi bado mnahukumiana, mnasengenyeana, mnazungumziana. Yesu akaangalia maneno hayo, ikamuudhi sana. Akasema, je, wewe ni nani ukamhukumu mwenzio? Yesu akasema, si vyema. Akasema, je, inawezekana namna gani ukamwambia ndugu yako, nataka nikutoe mchanga katika macho yako, lakini wewe ndani yako uko na kizigi, wewe na getinge wewe na kemogogo? Yesu akiuga atiriri, abayeru takemogogo nigetha hote kuruta mundu kamuthanga karia ke maitho-ini make. Mwathani ndakenagio ni andu aria matuagira andu aria angi matua, matuagira macira. Mwathani ndakenagio ni andu aria maikaraga thi tukamite twa njuku na mucene. Mwathani ndakenagio ni andu aria maikaraga makihurithanagia andu aria angi. Mwathani akenagio ni andu aria manyitithanagia andu. Mwathani akenagio ni andu aria mahoyagira andu aria angi. Mwathani akenagio ni andu aria macokanagiriria, tondu maandiko maugite Ngai ni akenagio ni andu aria acokaniriria. Wala watu wanarejesha. Blessed are peacemakers, for they shall be called sons of God. If you are a peacemaker, you will not be a troublemaker. You cannot be producing both. Githima kimwe gitingiuma mai mithemba iri, mai maruru na mai mega, gutingiotekeka. Rekio Mwathani arauga ciugo ici, akauga ati tigai gwikwanira, tigai gutuanira cira, ni undu mutuaniri cira ariho. Mahinda maingi hindi iria mundu aratuira uria ungi, andu aria mamurigiceirie makoragwo makimutuira. Mahinda maingi maria akoragwo akiarĩrĩria andu aria angi, actually onao no makwaragĩrĩria. Aria mwaragĩrĩria andu nao warikia kwehera maragĩrĩria ciaku. Na nikio Mwathani aratumĩrĩria kauga tweherere gĩtĩ gĩa gũtuanĩra cira, tweherere wĩra wa gũtuanĩra cira, nĩ ũndũ we nĩwe ũgatutuĩra cira.
na ndumirĩrie no Mwathani akĩmĩaria, ndamĩaririe na akĩrĩkĩria hau, tondũ aragĩria andũ nĩgetha mamenye gũtũũra. Kĩrĩa gĩtũmaga andũ maremwo nĩ gũtũũra nĩ ũndũ maturutĩtwo gũtũũra. Andũ angĩ maikarĩte na makaumĩra thĩinĩ wa mĩciĩ ya njukũ, mĩciĩ ya njambanio. Mũthuri na mũtumia na ciana maikaraga thĩ makarĩrĩria mwarĩ wa nyina, makarĩrĩria mũrũ wa nyina, makarĩrĩria na mwarĩ mũtumia maikara thĩ makarĩrĩria mũthuri, nake mũtumia hera mũthuri maikara na ciana makarĩrĩria nyina. Mũtũũrĩre wa thĩ wa gũtuanĩra cira na gwĩkũanĩra. Ekĩo Jesũ augire tũtige gwĩkũanĩra nĩgetha tũtikanae gwĩkũĩrwo. Ũhoro ũyũ ti ũhoro wa gũkenia Ngai. Ngai arenda andũ maikare mena ndũgũ na maikare mena ngoro ĩmwe. Nĩ ũndũ handũ harĩa hena ndũgũ na ngwatanĩro, hau Ngai nĩ akoragwo ho. If in a place there is unity, where there is unity, where there is fellowship, God is there in your midst. And so after you are now united, and so after now you are at peace with each other, you will be at peace at yourself, and then you can be able to pray and God will hear your prayers. Most of the time we pray and God does not listen to us, because whatever kind of life we live, He is not happy with it. And so in verse 7, Jesus said, ask and it shall be given to you. Seek, you will find. Knock and the door will be opened to you. Because there are things that hinders people from seeking God. The people that hurt others does not please God. Because we are created in His image and His likeness. We are the prototype of God. God looks like your neighbor. That is why the Bible says, love your neighbor as you love yourself. For the measure you measure to others shall be measured unto you. Therefore, if you live a life of judgment, the same measure shall be measured to you. You shall be judged. To avoid judgment, then you should turn away from judging others, and judgment will be taken away from you. Na hapa Yesu anasema, ask and it shall be given to you. Because many times people never ask. Sometimes people think that God knows them and says, Mungu anajua kila kitu. Mungu anatufahamu. Mungu anafahamu kuamuka kwangu na kula kwangu na kulala kwangu. Ni ukweli. Lakini Mungu anasema, omba na utapewa. Baada ya kufahamu Mungu yuko. Baada ya kufahamu anakuelewa. Baada ya kufahamu anakujua. Baada ya kufahamu wewe ni mtoto wake. Anasema omba. Ukishaanza kuishi maisha ya utaua, anasema omba na utapewa. Kwa nini watu wengi hawapewi? Kwa maana mara nyingi hawaombi. Na kama wanaomba visivyo. Unaambia Mungu, nipe kigari kikubwa ndio nikipita hivi ninapiga tu gari tudogo na maji. Nipe kigari kikubwa nikipita nipitie na watu nifunika na vumbi. Kuna watu wanaomba hivyo, by the way. Maombi kama hayo haifikii Mungu. Ndio Mungu anasema omba na utapewa. Uombe vilivyo. Seek and you will find. Hakuna kitu ambacho hutatafuta utapata. Lakini Mungu anasema ukitafuta utapata. Kila atafutaye atapata. Kila atafutaye anapata. Kila atafutaye hupata. Tafuta. Mungu anasema utapata. Ukiwa mtu wa bidii, Mungu anasema utafanikiwa. Knock and the door will be open to you. Bisha mlango kwa Bwana. Bisha. Ukisha bisha, mwambie unataka nini. Mlango ukishafunguliwa, mwambie haja za moyo wako. Kama unataka muujiza, kama unataka uponyaji, kama unataka kazi, kama unataka kuolewa,
watakuja mpaka uanze kuchagua ni nani unataka, kwa sababu ya vile wamekuja. Kama unataka kuoa, watakuja mpaka uchanganyikiwe utawa nani, kwa sababu ya vile wamekuja. Because God hears our prayers. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Bwana anasema for everyone who asks receives. Kila mtu amuombaye Mungu, Mungu humpa. Mungu hujibu maombi. Tunaongea habari ya Jehova. Tunaongea habari ya Jehova Rafa, Mungu atuponyaye. Tunaongea habari ya Jehova Nisi, ambaye anatupigania. Tunaongea habari ya Jehova ambaye anatupa haja za mioyo yetu. Tunaongea habari za Jehova ambaye ni provider, ambaye anatupatia. Ibrahimu alipoenda kumtoa kafara mtoto wake Isaka, maandiko inasema Mungu akamwambia muache mtoto, kwa maana mimi nimeshatoa kondoo. Mungu ana uwezo wa kuprovide kila kitu ambacho unahitaji kwa maisha yako. Ibrahimu alihitaji kondoo ya kafara, lakini Mungu akasema sihitaji mtoto wako leo, kwa leo nitajitolea. Kwa maana Mungu ana kila kitu tunahitaji katika maisha ya mwanadamu. Mungu anajua mwanadamu anafahamu nini. Elizabeth na Zakaria kwa miaka mingi walikaa bila mtoto. Walimuomba Mungu mpaka wakafika wakati wa kufa moyo. Wakazeeka mpaka nyama wakapita umri wa kupata watoto. Lakini hata wakiwa wamekauka nyama zao, hata wakiwa wamekauka nguvu zao za kupata watoto, hata wakiwa hawana uwezo hata kabisa wa kuzaa, Mungu akawapa nguvu, kwa maana Mungu anatengeneza njia mahali pasipo njia. Mungu ana uwezo wa kutengeneza kisima jangwani. Mungu ana uwezo wa kufungua milango mahali ambapo hakuna milango. Mungu ana uwezo wa kutengeneza nyumba mahali hamna. Ana uwezo mkubwa. Nabii Elia alipokuwa anapita, wakati aliambiwa na Mungu atoke aondoke, kwa maana Mungu amemwandalia mwanamke mjane. Imagine Mungu akaambia mwanamke akasema, mwanangu, tumtengenezee huyu mtu nabii wa Mungu, tumtengenezee mahali katika nyumba yetu aishi hapa, kwa sababu tumeshaona huyu ni mtu wa Mungu. Yani Mungu alikuwa ameandalia Elijah mpaka nyumba ya ghorofa ya kuishi. By the way, kuna mambo ambayo ni mambo ambayo hayaeleweki kwa maisha ya kawaida ya mwanadamu, lakini mambo yasiyoeleweka kwa maisha ya mwanadamu ya kawaida yanawezekana kwa Mungu, yanaeleweka na Mungu. Mungu anaelewa kuamka kwako, Mungu anaelewa kulala kwako, Mungu anaelewa kushinda kwako, Mungu anaelewa kesho yako. Because the Bible says he declares the end from the beginning. Before you are born, before you are formed in your mother's womb, he declared your end. That is what he told Jeremiah. He told Jeremiah, before you are formed in your mother's womb, I declare you to be a prophet. Yani Mungu anatangaza kesho yako ukiwa hujulikani mpaka na mama yako, hata baba yako. Nataka kusema hakuna kitu unapitia leo ambacho Mungu afahamu. Lakini ili tukae na Mungu sabamba, ili tuwe na ushirika na Mungu, ili tuwe na upendo na Mungu, Mungu anahakikisha tuna mambo ambayo yatatuhangaisha, yatatusumbua, ambayo yatatufanya tumkaribie, yatatufanya tuende close to him. Na ndio anasema ya kwamba ask, kwa maana anajua kuna mambo ambayo yametokelezea ambayo ni lazima tumuulize. Usiseme Mungu anaelewa, hutaomba. Usiseme Mungu anajua unaumwa na kichwa, hutasema ni kichwa. Usiseme Mungu anajua naumwa na mgongo, hutasema Mungu niponye mgongo. Utaishi na shida zako. Bwana anasema omba utapewa. Bwana anasema tafuta utapata. Bwana anasema kila mtu atafutaye atapata. Kila mama atafutaye atapata. Kila baba atafutaye atapata. Hicho ambacho umekosa, tafuta, omba kwa Mungu, tafuta uso wa Bwana, Mungu atakupa. Mambo yote yanawezekana. Na kama unahitaji maombi, tuko mitume, tuko Walawi, tuko manabii, tumeletwa na Jehova kwa sababu yako, ili tukuombee. Sisi ndio makuhani kwa ajili yako. Tukusaidie. Sasa Bwana anasema omba na utapewa.
Sasa Bwana anasema tafuta na utapata. Sasa Bwana anasema bisha na mlango utafunguliwa. Jehova ako tayari. Ukibisha mlango kwake utafunguliwa. Mlango uko wazi. Mungu akutengenezee mambo. Mungu ambaye ananyosha milima anaitabaralisha. Yani mahali kuna milima, the place that are hills, the place that have mountains, God comes before you to level them down. And today I declare in the name of the Lord that God is gonna level the ground ahead of you. He's gonna level that ground. Every valley shall be filled in the name of Jesus, and every mountain shall be leveled in the name of Jesus. It is upon you now to seek the Lord, and you will find. It is upon you now to ask the Lord, and he will give the desires of your heart. It is upon you now to knock the door of heaven, and God will open it for you, and you will see new things that you have never seen. The Bible says, behold, I am doing a new thing. And now as I'm talking to you, I can see God doing a new thing for you. Mwaka huu hautaisha. Kama muibaji alipoimba akasema Bwana akasema usiache mwaka huu upite, usiache mwaka huu upite bila kutenda muujiza, usiache, usiruhusu mwaka huu upite bila kutenda muujiza. Mungu atatenda muujiza kwa ajili yako. Mungu atatenda muujiza kwa ajili ya watoto wako. Mungu atatenda muujiza kazini mwako. Mungu atatenda muujiza kwa mume wako na mke wako. Mungu atakupa haja za moyo wako. Nataka tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, jina ambalo limepita majina yote, nimekufahamu na nimekujua ya kwamba unatenda miujiza. Nimekufahamu na kujua unatengeneza njia mahali hamna njia. Nimekufahamu na kujua wewe ni baba kwetu, wewe ni Mungu kwetu, wewe ni kimbilio, wewe ni msaada upatikanao wakati wowote. Angalia mtoto wako huyu Bwana, ako na haja nyingi katika moyo wake. Angalia, ako na mahangaiko ndani ya moyo wake, lakini Mungu wewe ujibuye maombi na kuomba ukajibu maombi. Usiwache mwaka huu upite bila kutenda muujiza. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific